ni mengi, hatuwezi maliza siku ya leo. Kama kuna employer yote amenionga hapa pesa kwa sababu nisiongee, si ndio? Shindwa aseme. Mimi nyinyi ndio my bosses, si ndio? Mimi si my bosses. I'm your voice. Kwa hivyo tutatembea na Fadhul, tutatembea na governor na serikali hii mpaka tufika wapi? Mwisho. Kwa mambo wamesema kuhusu strike, si ndio? We are an organized union. Mnasikia vizuri? Na kuna sheria ile na govern mambo ya union, si ndio? Na strike. It is only me who have power, si ndio? Kutoa notice. So what will determine my notice or not, si ndio? Ni yule ataongea hapo. Kama atasema mambo mengine si 30,000, nitakimbia kwa ofisi niandike notice ya strike. Kwa hivyo, in summary, Aden alisema mambo ni mata. Na mimi nasema mambo ni matatu kwa style nyingine. Jambo la kwanza, mshahara haiwezi tosha. Lazima tukue na formula ya mambo ya saving and borrowing. Ndio kwa sababu we are doing a lot of initiation na Fadhul na timu yetu. Tuhakikisha kwamba hii sekta iko na sako ambayo itakuwa tailored to suit your needs and requirement. Okay. Tumekuwa na sako kama KK. Sako 14. Sasa unashindwa shwani. Kampuni moja sako 14. Hiyo mambo inakufa siku ya leo. Lazima tukue na sako moja for empowerment. Na ikuwe run in a professional manner. Number 2, Mheshimiwa Fadhul, hawa jamaa hatuwezi kuwafungia masomo. Hata kama wako kwa gate, lazima waendelee na mambo ya masomo. Education a must. Mimi niliingia hapa 1998 nikiwa mtu wa form 4 liver. Nimefanya diploma St. Paul's, nimefanya degree, nafanya master, si ndio? Maisha lazima ifanye nini? Bila wamesema hatuwezi kubali uretire ukiwa wapi? Card. Lazima ukue na ile kupanda ngazi, si ndio? Hata ukiuliza rafiki yangu Bungei alianzia wapi, atakwambia alianzia chini na anaenda juu. Mambo ya employers kuficha certificate zenu wanafungia. Kuanzia leo natangazia employer wa release certificate zenu za form 4. Kama wataachia nitawapeleka kwa Fadhul. Kwa hivyo sisi Kenya National, nikimalizia ili wengine waongee, tunaongoza Afrika. Union ya Kenya National inaongoza Afrika. Naomba Fadhul atupatie uwanja, waongee na governor, watupatie uwanja, tuweke ofisi yetu ya sako, tuweke ofisi ya union, tuweke conference room, masomo yaendelee. Okay. Mambo ya casualization inaisha siku ya leo. Kwa sababu ile namba Fadhul anawapatia, ile namba atataka kujua kwamba huyu mtu ametoka G4S ameenda wapi. Because atakuwa na data yenu. Mnasikia vizuri? So msikuwe na wasiwasi na mambo ya casual, inaisha siku ya leo. Kila mfanye mungangane uhakisha hiyo namba Umesikia vizuri? Sasa nyinyi sio property ya KK ama G4S. Nyinyi sasa ni property ya government. Muangalie hiyo namba iko kama ya huyu Bungei. Iko na crown ya Kenya. Si ndio? You are no longer property of KK or G4S or RADA or whatever. Si ndio? Pikia serikali makofi sasa.
Mambo ni mengi, siwezi maliza. Wacha nifika hapo na Mungu awabariki sana. Sasa imebaki tu mimi bawabu nimefikisha mambo yenu mwisho. Kuna kitu kingine imebaki kweli? Nasema, sikiza, mambo ya 30K tumeshamalizana nayo. Mambo ya regulation hii ya Fazula ako ndani, tumefight tangu 2006. Nimewaletea, si ndio? Sasa nini imebaki kuwafanyia? Nini? Basi sasa deni iko kwe? Deni imebaki kwa nini? Mkipata 30,000, si ndio? Na nyinyi nimeambia andabwa saa? Si ndio? Mkitaka kunipeleka Lugari, mnipeleke. Mtaka kunipeleka deputy ya governor hapa, mnipeleke. Mungu awabariki sana. Dakika moja tu, kuna speech Bwana Fazul. Kuna yule ambaye unajua my boss hayuko Kenya, Bwana Atwoli. Na wakati tumeitwa kwa Ministry of Labor, alituma one of my senior sister na ujumbe kupelekea sisi wa Labor. Na amekuja pia hapa kupass hiyo information kwa ofisi wala wamekaa hapa pia, na nyinyi msikie Atwoli amesema nini, si ndio? So Madam, my senior sister Rose Omamo. Asante sana, tumpigie Bwana Adabwa makofi mazuri. Asante sana. Naomba kumwalika Bwana Lawrence Okello kabla sijaweza kumwalika Jeremy Van Tongeren. Bwana Lawrence Okello, tafadhali muda mfupi tu tumkaribishe kwa makofi. CEO G4S. Asante sana. Askari woye. Walinzi woye. Majina ninaitwa Lawrence Okello. Mimi ni mkurugenzi mkuu wa kampuni wa G4S. Asanteni. Nimekuja leo kusimama nanyi na kusimama na kila mtu ambaye anataka kuona professionalism katika industry ya private security in Kenya. Nina maneno machache ya kusema na nimeandika speech hapa, nitaisoma. Your Excellency, the Governor of Nairobi, Honorable Sakaja Johnson, the Director General CEO of the Private Security Regulatory Authority, Mr. Fazul Mohammed, the Secretary General of the Kenya National Private Security Workers Union, Dr. Isaac Andabwa, the Chairman of the Kenya Security Industry Association, Jeremy Van Tongeren, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is an honor and privilege to stand before you today as the private security industry marks an important step